So wadau, mko firi, mko sawa sawa, mko shombo tole ni nini? Shombo tole. Anyway, hii lugha achana nayo, si kila mtu ajua. Si kila mtu yenyewe. Si kila mtu hilo. But tuna hope mko sawa. Karibuni sana kwa podcast yetu. Mimi naitwa Paul. Na mimi naitwa Rick. Yes. Tumekuja hapa kuongelea maandamano fever. Na nakwambia hiki tumekuja na mioto. I know. Kila mtu ako na hasira huko nje. Tukiona upande wa serikali, kuna hasira, polisi wako nayo. Polisi wana hasira. Polisi wana hasira. Polisi sijui nini imewashika, but sisi ni mandugu by the way. Hii hasira inapaswa kuisha. Huu adui kati ya askari na raia wa kawaida. Nadhani ni time tuweze kukomesha. Na tutaukomesha vipi kama kutakuwa na police brutality? Ni lazima kwanza tukomeshe hilo, alafu uhusiano wetu uwe kawaida na ukue mzuri. Nadhani pia itakuwa vizuri kwamba askari wakikumbuka kwamba ni wananchi wanalipa ushuru, ndio wanaweza kupata hadi hiyo rent ambayo wanapaswa kutafuta. All in all, 25th it is. 25th ni Wednesday ambayo inakuja. Na tumefika hapa Ajirik. Ni kwa sababu ya hii police brutality. Ilianza kitambo, but tumekuwa tukispeak against it, but the more we speak against it, the more police pia nao sijui kwamba kuna nguvu inafaa itumike. So it's a concern by the way, na ndio maana watu wameamua sasa tutaingia streets kwa sababu tumeongea kwenye mitandao, but I think the only language serikali nasikia ni streets. So inabidi tukue huko. Kwa wengi ambao hawajui hata kitu ambacho tunazungumzia. Unajua 25th kuna vitu vingi sana vilifanyika 25th. Na kwetu sisi kama wa Kenya tuna kumbukumbu not very good. Kumbukumbu yetu si nzuri sana. Tulipoteza mashujaa. Kulingana na sisi ni mashujaa kwa wanasiasa. Mavijana, mandugu zetu, wengine walikuwa wakubwa wetu, wadogo wetu. So inahuzunisha, actually ni more than 60 heroes. Imagine. Na hawa ni vijana ambao waliamka tu kama kawaida. Na walijua kwamba sisi tunaenda kupigania haki. Unaweza kumbuka vile tulienda kurecord hii event. Tarehe 25 how it all started. Well, mimi ilianza kama siku yangu ya kama kawaida. Okay, haikuanza 25th. Kulikuwa na some few days hapo. Kulikuwa na maandamano. Before hadi kuanza hiyo maandamano tulikuwa na kuna hiyo uwezekano kwa sababu kulikuwa sensitization. Yes. Kwenye mitandao. So by the way, the first two maandamano zilikuwa very peaceful, zilikuwa well organized, and they were like they were leaderless. Hakukuwa na kiongozi yoyote, like we mobilized ourselves. Tulikuwa tunajiongelea. So basically watu walitokea kwa barabara, na kumbuka pia nilikavayo maandamano hiyo time by the way kulikuwa na mvua. But we enjoyed, tulitembea karibu Mombasa nzima. And me by the way personally, I think it's one of the hizo siku mbili before maandamano, it was one of the most lively maandamano I've ever covered. I know, kila mtu ako sawa na wewe, polisi hawana shida na wewe, wananchi hawana shida na wewe. In fact kuna times tulikuwa tunaenda hata kukuwa na polisi. I guess polisi waliona tuko sawa, tuko peaceful, wakawachana na sisi. Everybody went on their own way. Sisi tulikuwa tunatembea. It was great, like watu walikuwa ndio ilikuwa silaha yao. Because everybody was live streaming, TikTok, YouTube, everywhere. And watu wenye hawako wanaweza kufika, they were like just watching, and it was cool until time 25th ikafika. Shida ilianza tu ni finance bill. Na mimi niliona it was a simple thing. Wataki finance, wataki hiyo bill. Kama hatutaki, mnapaswa kuangusha automatically, because kuna kuanga na public participation. I understand. Na watu waliitwa. So if watu waliitwa na wakasema kwamba hatutaki kitu, so mbona mtufinyilie, mbona mtushinikizie? You see? Nakumbuka vizuri sana hiyo siku kila mtu alikuwa amesema wakipitisha tunawatoa bungeni. And them themselves pia walichukulia kama joke, kama mzaha. Wajua hapo mbeleni maandamano ya opposition wakumbuka ilikuwa inafanyika
jioni kila mtu anaenda kwao, but hapo watu washapigwa marisasi. It was violent. Ya opposition ilikuwa na kesi tu. Yes, so ilikuwa yani inafanyika but haikuwa inabadilisha vitu sana. So they were like they will just come, we'll tear gas them, tutatumia mbinu zozote tu kuwatawanya and things will go back to normal, you see. But hii ilikuwa na difference, ilikuwa na tofauti kwa sababu ilikuwa na agenda. Hii ya 25th ilikuwa na aim, kuna mahali watu walikuwa wanaelekea. Tulikuwa tumesema ni finance bill na kila mtu alikuwa amesema ni finance bill, nothing else. Hakukuwa na Ruto must go, hakukuwa chochote. And everyone was like, hii Ruto must go ilitokea wapi? Let me tell you where it came from. It was that evening that when Mr. President, after watu washauawa pale parliament, Mr. President akatokea na akasema wale ni majambazi, wali infiltrate, waliingilia na tutapambana na nyinyi ipasavyo. There's where everything got messy. It wasn't supposed to be like that. Ilikuwa inafaa kuwa tumesema tutaki finance bill, ni muone vile mtafanya. Alafu unajua kitu ilikuwa inaniudhi zaidi ni after watu washakufa, kila kitu kimefanyika, at the end of it all anakuja anasema hiyo finance bill ni mbaya. Tutaitoa. MPs pale nyuma they were like so ilikuwa hivyo, watu walikuwa wametishia kuingia State House, haikufanyika, kule nako kulikuwa kubaya. But hii ya parliament watu walifanikiwa kuingia, lakini watu wanasemanga kulikuwa na their guns had infiltrated. I don't know, but people died. Na mtu ni mtu tu, but there are a lot of unsung heroes ambao tunasherehekea, ambao itakuwa sasa ni the first anniversary. 25th June. It was a dark day to many families, to many parents, and the way the police handled that particular protest, yani it was just reckless, because kuna watu pia walikuwa wamepigwa tear gas, and there are some some other guys wanakuja kuwasaidia. You remember the Holy Family Basilica ilikuwa like a station ya kupatia watu first aid and everything, but police now tear gas wanaelekeza huko. You remember there was this lady, I remember this thing ni kama jana. There was this lady, sis judge na lake, alikuwa anafanya first aid. Alikuwa amepaka Colgate kwa macho, and akaenda approach polisi akamwambia hey, mnarusha tear gas kule ndani, na kuna wenzenu pia ambao mmewaleta wameumia. And what did that guy say? Rudi huko, tunawaletea wengi, tunaua wengi. That's what he said. And the lady was like, oh my God, she was heartbroken. I felt it. She was heartbroken. Wow. And she said, yani tunajaribu kuwasaidia hadi nyinyi wenyewe, alafu unasema mtaua wengine. So it was a sad state, but I think ilikuwa ni mwanzo wa revolution, and I think this period taught us a lot, because watu waliungana, celebrities, you know, like each and everyone. Kulikuwa na politicians pia walikuwa upande wa Gen Z. So you could see like there was a lot of collaboration, and not only in Nairobi but pia Mombasa ilifanyika. Though Mombasa pia kulikuwa na some goons ambao waliingilia, but wakachoma magari Cafe Points. I think focus. I remember there was one guy who was shot. Actually 3 guys died. Hata sahi, because I've done a story. The guy is named Joshua. Alishutiwa on his thigh, and then he died while receiving treatment at the Coast General Hospital. Then there's another guy ambaye aliaffectiwa na tear gas. I remember that day. Ndio ujue ilikuwa mbaya sana. Governor waspendi kuingiza wanasiasa kwa kitu, but I remember very well governor wa Mombasa huyu alikuwa anaenda, he was driving, I think he was going home, and then the police, kulikuwa na shida sana pale, I think backstand, kuna shida mbaya sana. Yet alishuka kuambia polisi, why are you shooting people? Because they were doing it literally. Unashutiwa hadi kama uko kando. Kulikuwa kubaya, you know, like sijui kama zilikuwa live bullets ama rubber bullets, I don't know, but zilikuwa na madhara, yani there was tension. Nakumbuka kuna time pia sisi wanahabari tulivamiwa
tulifuatwa na au wahuni, you know, there were attempts to kutunyang'anya vitu zetu. We were supposed to stop recording. Kuna attempts, lazima tungeacha kurekodi sasa. And you know, na mimi ujiuliza sana saa zingine sisi wanahabari nani ututetea situations hizi zitazidi kukam, zitazidi kukuja, lakini sasa nani atatutetea? You see? So I think hii shida yote imeletwa na, kama nilivyokuwa nimetaja, police brutality, na ndio sababu on Wednesday kutakuwa na both like what do we call it, kutakuwa na ya makumbusho, alafu pia kutakuwa na protest na maandamano. So there will be a march against like a police brutality and you know, mysterious deaths. Unasikia tu extrajudicial killings zinatokea hapa na pale. You remember the case of Ojwang Albert, hata hajazikwa bado, sio? Hajazikwa bado, so tunaandamana kwa sababu ili apate haki. Polisi mwingine naye kutoka sijui wapi anakuja na aim gun. Yani mimi nilishtuka. Yani nilishtuka vile nilikuwa na katu, nimetulia tu hivi naangalia simu and that was the very first clip nakutana nayo. Yani the young guy Boniface akiapone akwa ICU, we hope for the best, quick recovery to him. Amesimama tu, hana chochote, akona mask. Na tena hata si ati amezi. It was just, hata ungemwona vizuri jamaa alikuwa anatetemeka. Sina maubadi mimi, sina maubaya. Polisi, hata kama umechoka aje, hata kama umedeal na protest, like wacha tukue na tuweze kujirestrain, lakini pia advice kwa protesters, tusijaribu kuwakasirisha, don't provoke them. But I think kunapaswa kuwa na harmony, you know, tukiandamana tunaandamana for a cause. Your responsibility as the, you know, security forces is to protect us, protect ile mali. Nilikuwa nashindwa wakati hawa guns wanaiba na kufanya vitu zingine, polisi wako wapi wakati huo? Lakini wakati wanaona mtu ameshika bendera ako peaceful, ndio wanamwendea. It's very unfortunate. Kwanza inanikumbusha hii time ambapo unapata hii maandamano ya juzi tu, polisi wanatembea na wale watu ambao unajua tu hawa watu they are not part of you. Hawa ni goons, unaangalia vizuri sana hawa watu si mmoja wenu, and they were given protection by the police. Vitu kama hivi ndio vinawaribia jina. Najua there are some of the police persons, policemen and women who are very good. Na by we celebrate you guys. Kongole kwa wengine. I can tell you this from asubuhi. Leo asubuhi, si unajua tulikuwa na preparation, tunataka interview our activists. Tumeenda pale headquarters za police. Kuna polisi alikuwa pale. Ule jamaa kona hasira, ametufurusha ni aje. Kona makasiriko. Ametufurusha hata hatujaji introduce. Mnataka ni hapa, nendeni sasa. Kama tumekuja kureport. Tukafurushwa. Sasa unajua tumetoka hapo nje tunaulizana, what's going on? What's wrong? And then there is this lady. I wish ningepata jina lake. This lady, she came out. She's a police person. She came out and akatuambia mmesikia vile meambiwa. Tukasema ni sawa, lakini mbona mko hivi? And she explained. You know, right now we don't want this, we don't want that. So hope you understand. And we were like, tungeambiwa hivyo ingekuwa sawa. So it was that simple. I think wanakuwa provoked. Pia sisi we are not happy about what they are doing. But tumesema ili kuwe na harmony, ni watu wajirudi waweze kuelewa like let us follow the law. Ukikamata mtu mkamate kwa njia ya kisheria, wacha ahukumiwe mahakamani. Na pia sisi tunapaswa kuwa tunajua haki zetu, na ni vizuri tuweze kufuatilia na masuala kama hayo. But kitu itafanyika 25th tukimalizia because of time. What is likely to happen is that in Mombasa, to be specific, nini yo? Okay, sawa. Asante. That is Talia anatusumbua. Unaweza kuja ujiintroduce. Sawa. Maandamano sawa? 25th usisahau. So like kupatia tu context hapa Mombasa yatafanyika, but tumesema kwamba ni tunakumbuka na kutakuwa na a service at ACK Memorial.
at around 6 to 9 am, ambapo then after that watu wataandamana from Moi Avenue to Mapembeni pale Moi Avenue Road, alafu pia wataelekea Mwembe Tayari, then Sabasaba, halafu watamalizia Buxton. And this time I'm just hoping 25th haifai kukuwa dramatic kwa sababu vile nimeona spokes ameiweka it's wanasema itakuwa wanaiweka ikuwe sijui ionekane kama itakuwa dramatic. Leo ameongea but I may make some comments, very scary comments, very scary by the way. Sijui mbona unatisha. Yeah, there is no need for that. Amesema hakutakuwa na maandamano, but you know, ukisema hivyo, what are you trying to mean? We are just converging, we want to celebrate our heroes, we want to remember them, we want to honor what they did for our nation. Yeah, na unajua tunafaa tukumbushane kwamba ni haki yao. It's their right. Si ati tunatoka pale nje hakuna kazi nyingine wanaweza fanya. Watu wengi wako na kazi za kufanya. Ni haki yao. Na unajua ukizuia mtu kufanya haki yake ya kikatiba, it's wrong constitutionally. So sijui hata anyway. Sawa, there's only one way to find out. Let's wait for Wednesday, see vitu zita happen, but we hope for the best, and I think that has been our time. Until next time, bye bye. I've been your host Paul Munio. Na mimi ni Rick Obiero.